mbinu anazotumia shetani kufanya watu wasiombe maombi ya muda mrefu. Namba moja, the tricks that Satan uses to make people to fail to pray long time prayers. Shetani huwafanya watu wawe na kazi nyingi ili wakose muda wa kuomba. Satan makes sure that people are occupied so that you lack time to pray. Miili yetu ina nafasi katika kuomba kwa muda mrefu. Our bodies have part in long time prayers. Ndio maana adui anahakisha kwamba tuna kazi nyingi huko katika mwili zituchoshi ili usiombe, na hata ukiomba uombe kwa muda mfupi tu, maana anajua huwezi ukasukuma mambo makubwa mbele. That is why the enemy makes sure that you are very much occupied with the things of the flesh and you are very tired. Hata kama una majukumu mengi huku kwenye mwili, bado yanaweza yasikuzuie kuomba kwa muda mrefu pale ambapo utajua ya kwamba unapaswa kuomba kwa muda mrefu. Even if you have plenty of responsibilities in the flesh. Jifunze kujenga ushirika na Roho Mtakatifu atakayekusaidia katika udhaifu wa kutokuomba muda mrefu. It will not stop you from long time prayers, and you should learn to create a fellowship with the Holy Warumi sura ya Spirit. 8 mstari wa 26. Romans 8 verse 26. Roho Mtakatifu hutusaidia katika udhaifu wetu ili tuweze kuomba sawasawa na tuombe kwa muda na kwa namna Mungu anataka. So the Holy Spirit helps us in our weakness so that we can pray according to God's will and for a long time as much as God wants. Jenga ushirika na Roho Mtakatifu. Generate a fellowship with the Holy Spirit. Mwili wako, miili yetu haitaki mambo ya Mungu kwa asili kabisa. Naturally, our bodies do not want the things of God. Marko 14:38. Mark 14:38. Kwa hiyo sema Marko 14:38. Biblia inasema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, maana roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Watch and pray lest you enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Ukausikiliza mwili, hutakaa uombe maombi ambayo yatakuvusha. You should not listen to the flesh because you will never pray prayers that will help you mwili overcome. huu hautaki hata kufunga. Because the body does not even want you to fast. Mwili huu hautaki ukaombe, unataka we upumzike. The body wants to rest, not to pray. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana tunapaswa kuwa makini, maana huu mwili hautaki kukuruhusu uombe muda mrefu. That is why we have to be very careful. Usisahau maneno ya Galatia 5:16 na 15. Don't forget the word from the book of Galatians 5:16. 16 and 17. 16 and 17. Kwa neno la Mungu linaonyesha kabisa mwili huu hautaki. So the word of God shows clearly that the flesh is not willing. Mwili huu unapingana na roho yako. The flesh is opposing your spirit. Lakini roho ni mwaminifu, anatupa nguvu na kutusaidia kutoka katika udhaifu wa mwili. But the Spirit of God is faithful. He grants us power to get away from the grip of the flesh. Uombe maombi ya muda mrefu, hakikisha hupi mwili nafasi. If you want to pray long time prayers, make sure you do not give a place in your flesh. Angalia vitu vingi ambavyo unakuwa busy navyo. Vingine si kwamba unashindwa kuviacha, lakini viko pale ili kuhakikisha kwamba upati nafasi ya faraga ya kumkaribia Mungu kwa muda mrefu. Just take a look at everything that is keeping you busy. Labda hiyo point nimalizie kwa kusema hivi, mafanikio unayoona tunayo katika mwili, nafikiri ninao ushahidi wa kuzungumza hayo. Siwezi kusema mafanikio ambayo nimewahi kukutana nayo ni kwa sababu ninafanya kazi sana kwa bidii huko katika mwili. No. I have a testimony. Every prosperity that you see in our physical realm is not because I have worked so much for it. Sio kwa sababu ya kazi nyingi umefanya kazi kwa bidii, hapana. It's not because of my hard working. Huwa hatufanikiwi kwa sababu tunafanya kazi kwa bidii. We do not prosper because we work so hard. Tunafanikiwa kwa sababu tunafuata kanuni za Mungu. We prosper because we do follow the principles of God. Kanuni za Mungu za kufanikiwa. The principles of God of prosperity. Watu wengi wanafanya kazi kwa bidii lakini hakuna mafanikio. There are a lot of people who work very hard and yet they do not prosper. Biblia inasema Mungu humpa mpenzi wake chakula wakati akiwa amelala usingizini. The Bible says God gives food to his lover when they are deep asleep. Usikatazi, lazima tufanye kazi kwa bidii. For sure we have to work
diligently. Lakini Mungu asipoweka mkono wake kwenye kazi zako, usije ukafikiri utakaofanikiwe. And if God does not put his hands Na upon ili the Mungu work of your aweke mkono hands, wake kwenye hizo kazi zako, lazima uwe umepata kufuata kanuni. you shall not prosper. And for God to put his hands upon the work of your hands, you Na must follow kanuni the ni hii principles. ya Mungu, mpe nafasi yake ya kwanza, Kaisari mpe nafasi yake. And the main principle is this: give God the most prioritized place in your position, and for Caesar give it Mbinu unto nyingine Caesar. anayotumia shetani ni kuhakikisha kwamba moyo wako unakosa utulivu na ujasiri. Another trick that Satan uses is that he makes sure that your heart lacks the calmness and the confidence. Ukiwa huna utulivu kwenye moyo wako unaotokana pia na mambo mengi ya maisha haya, huwezi ukaomba kwa muda mrefu. When your heart is not calm, you will fail to pray in a Ukiwa long time. pia una kumbukumbu ya mambo ambayo yanakufanya ujisikie hatia, huwezi pia ukaomba kwa muda mrefu. When you remember the things that make you feel guilt, you will fail to pray in a long time. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Haleluya. Hallelujah. Okay. Nimalize, maana mengi hata sitaki. Hili hapa ni muhimu. Adui pia huwa anapenda kuondoa kitu kinaitwa kunia mamoja. Also, the devil interferes to make sure there is no Anatafuta unity. kutugawanya, maana anajua wakati mwingine kama hatuko pamoja hatuwezi tukaomba na tukaomba kwa muda mrefu. The enemy seeks to break the unity because he knows if we are not united, we Ndio cannot pray for maana a long Yesu time. aliomba tuwe na umoja That is why Jesus prayed so that we can be ili united, tupate kuomba. so as we can pray. Makanisa mengi yamekuwa meupe, yamekuwa hayana kitu kiroho kwa sababu hakuna umoja. Most churches, they have nothing spiritually because they have Ukikuta no maombi unity. kule ni maombi mepesi tu, When you find prayers there, you find nenda lightweight kamuulize prayers. shetani, atakwambia maombi haya kanisani wala hayatutishi kitu yale. Go ask the devil and he will tell you such Na prayers, atakwambia kwamba wala hayana moto. such prayers do not have fire and does not Na hata scare him. wakianza kuomba wala kabla hajakamata moto, si wao walishaondoka. And before they even prayed, Satan already overcame them. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Akitokea mtu hapa akasema, jamani, nimepata ufunuo, inabidi tuombe na kufunga siku 3 bila kula au kunywa, kama ilivyokuwa Esther alivyotuma taarifa kwa wenzake, jamani, siku 3 hamna kula au kunywa. Utaanza kusikia ndani ya mioyo, hata kama si ufanye mwenyewe kama unajua sana kufunga. Kwa sababu ni nini? Watu, mwili hautaki bugdha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nimewaambia mapema, yako mambo na kuna mahali hutakaa ufike kama hujaingia kwenye maombi mazito, maombi ya muda mrefu. I have said there is a point and there's a place you will not Kuna reach. ngome hutaweza kuvunja kama hujaingia kwenye maombi ya namna hiyo. There are forts you will fail to take them down if you do not enter into long time Mahali prayer. kama hapa, cha muhimu ishikamanishe na kila kitu ambacho kinaendelea. Ukisikia maombi ya namna hii, uje tulikuwa maombi wakati wa birthday, kasema tuombea mambo magumu. Ukisikia hivyo, fika pale. Kwa maombi fika pale. Pale kule namna ile ya kuomba bila kuchoka, kuomba bila kuchoka, ndicho kitu ambacho huwa kinavunja ngome, kinasukuma kuweza kuingia upande mwingine ambao adui alikuwekea mipaka. So for a place like here, make sure you tap into the grace whenever there are announcements of prayers. Praying without ceasing will help you take down the enemy's forts and the enemy's boundaries that he once kept for you. Kwa hiyo leo nawaacha hapa, kila mtu awe na bidii katika mambo ya kiroho. So today, after we depart here, make sure everyone has diligence in the Lakini things of the hasa Spirit. kulisikia neno la Mungu But na kuomba kwa bidii na kwa muda mrefu. Especially in hearing the word of God and praying diligently and for a long time. Ongeza sasa wigo wako katika maombi. Increase or broaden your spectrum in prayer. Ongeza wigo wako katika kutafakari neno la Mungu. Broaden your spectrum in meditating on the word of God. Usiweke muda wa kuomba kwamba ni wakati fulani tu.
muda wa kuomba utenge mchana na usiku. Do not be fixed to only one Muda wa time. kutafakari neno la Mungu uweke mchana na usiku. Set your time during the day and during the Utaanza night. kuona mambo ambayo hujawahi kuyaona. You'll start seeing things that you have never seen before. Vitu ambavyo adui alikuwekea mzigo, akakuwekea vikwazo usivielewe, utaanza kupokea ufunuo kwavyo pale ambapo unakuwa ni mtu wa kuomba mchana na usiku na kwa muda mrefu. Things that Satan once burdened you with, you start getting revelation. Mipaka iliyowekwa kwenye ufahamu wako itaanza kufunguka na kuyaona mambo vizuri zaidi jinsi yalivyo. The borders that were once kept in your thoughts, they will be Epuka released. kiburi, ujue ya kwamba hujui wewe kila kitu. Avoid pride at all costs, knowing that you know Kuwa nothing. wazi mbele ya Roho Mtakatifu akufundishe. Be open to the Holy Spirit so that he can Nabii teach you. Yeremia naambiwa amuite Mungu atamuitikia, akumuonyesha Jeremiah. mambo makubwa magumu asiyoyajua. Prophet Jeremiah was told that he should call unto God and God will hearken to his voice. Yeremia 33 nafikiri mstari wa 3. Jeremiah 33 verse 3. Na wewe hakikisha ya kwamba ujue ya kwamba yako mambo makubwa magumu ambayo huyajui, unapaswa kumuita Bwana, kumlilia katika maombi, kung'ang'ana katika neno lake ili Mungu ayafunue kwako. Kabla hayajafunuliwa kwako, utaendelea kulialia kuiki kile, utaendelea kuombaomba. Sio kwamba uombi ndio, lakini huwezi ukatoboa namna hiyo, level ile ya kuweza kutoboa huo mzigo, huo mwamba, sio kwa namna hiyo unavyoenenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wanapata hasira ndani ya roho zao. Amen. Usipopata hasira, hatuna maana ya kuwa kwenye ibada. Lazima tupate hasira. Roho wa Mungu anavyoweka hiyo hasira, upate hasira, useme nataka niingie katika hatua nyingine, namna ninavyotafakari neno la Mungu, namna ninavyoomba. Sitaki kuendelea kunungunika. Nataka kujifunza zaidi namna ya kusukuma mambo magumu. Haleluya. Amen. Mungu ametuweka juu ya falme na mamlaka. Ndivyo anavyosema, si ndio? Falme na mamlaka za shetani. Sema, kwa nini mimi siwezi kugusa hizi falme na mamlaka za shetani zikaondoka hapa? Ujue kuna mahali hujafika. Nyenyekea. Sikia sauti ya Mungu, nyenyekea. Muite Bwana kwa unyenyekevu. Muite Bwana kwa kicho. Simama katika neno lake. Uanze kuona mambo magumu yakifunguka na uweze ukamtukuza Mungu kwa kweli.